Bwana, niko na Miraji mara moja. Mzee kama kawa. Mtaani kumechafuka, mtandaoni kumechafuka baada ya kutambulishwa kwa kile chuma Peter Shalulile. Nyama hatari sana yule mwanamume. Ameshuka. Unajua kuna sajili fulani ukizisikia, si ndio? Na zikitimia, wewe mwenyewe unaona kabisa watu wamekasirika. Watu wanahitaji kweli kuendana na malengo. Chanelewa juzi engineer kipindi ambacho wanawatambulisha wale wanamume watatu. Mona alisema malengo ya msimu unaofuata, yani malengo ya msimu ambao unataka kuanza, kufanya vizuri ndani na kwenye mashindano ya Champions League, kucheza robo finali. Si ndio? Lakini unatakiwa utambue mashindano ya Kiafrika, uzoefu vile vile unamata sana kwenye kutimiza malengo yako. Sijui unanielewa mzee wa kazi? Nakupata. Sasa unapoleta wachezaji ambao hawana uzoefu kwenye mashindano ya Kiafrika, hawana uzoefu mona kwenye mashindano tofauti mona ya hapa ndani, lazima mwenyewe uwe na ukakasi. Ni sajili ambazo vile vile zinahitaji muda. Shanaelewa, kwa sababu hapo wachezaji ambao wamekuja kimya kimya mona walikuwa hawana uzoefu wa mashindano ya ndani, wamehitaji muda, tumewaona wanavowaka. Wanaimbwa sasa. Lakini zipo sajili ambazo mona zina uzoefu mona, na vile vile kuna matumaini makubwa mona ya kukupa ndani na kukupa nje. Ndio mmoja wapo Peter Shalulile. Nyama Shuka. Si unanielewa? Huyo ni mnyama kweli. Yaani katika sajili ambazo Yanga wamefanya msimu huu, katika sajili bora kumshusha yule mnyama. Nimesikia wengine wanalalamika sasa. Wanasema ya kwamba yani GSM kwenye kutoa Sasampa yupo mapema sana. Hana kujifikiria, sio kama huku. Mbona kama huku ni janja, kuna wakati wanaanza kujiuliza. Huku sio janja. Sio janja kwa sababu unapomzungumzia mchezaji kama Matsilala, sio mchezaji ambaye unamchukulia hivyo. Ni mchezaji mkubwa sana. Amecheza kwenye mashindano ya kafu akiwa na Mamelodi Sundowns, amecheza kwenye mashindano ya kafu akiwa na Stellenbosch. Ni mchezaji mkubwa sana. Mbona unapoingia kwenye nchi ya South Africa ukimzungumzia Matsilala, wanakwambia ni mchezaji wa daraja gani? Kwa hiyo unaposema huku kuna ubaili, si ndio? Unakosea mzee wangu, kwa sababu hata sajili tulizofanya sisi, wapo wachezaji ambao tuna matumaini makubwa sana kutusaidia kwenye mashindano ya kimataifa, maana yake wana uzoefu, si ndio? Ila unapomzungumzia mchezaji kama Peter, tumeona kwenye kiu ya Yanga kwenye mashindano ya Champions League, Yanga alicheza juzi na FAR Rabat, si ndio? Mechi iliyochezwa Morocco, wakina Prince Dube, wakina Alan Okello wamekosa magoli mengi mno. Hivyo zile nafasi anapata Peter, nini kinatokea? Vitu vinanyoka. Sasa ndio inakuja uzoefu, si ndio? Uzoefu na mchezaji anajua majukumu yake nini, mona na nini nifanye, wakati gani na muda gani nifanye, ndo Peter. Na vile vile Peter ni mchezaji kiongozi. Peter ni mchezaji ambaye mmeweza mkamna pressure mechi, lakini yeye mwamba akaanza kukutoeni pressure mechi akiwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Ana masongi yake ya hatari ya hamasa yule mwanamume. Akipiga tu na kipindi anaimba yeye mwenyewe anaitikia, na yeye mwenyewe anacheza, na yeye mwenyewe ipo mstari wa mbele. Huyo Peter ni mchezaji kiongozi kwenye mchezo mkubwa na kuondoa pressure. Chanelewa. Sasa Yanga kumpata mchezaji kama yule, Yanga wameenda kuleta dawa katika eneo lilokuwa sahihi. Kama wapo serious sana. Ushanelewa, kwenye eneo sahihi. Sahihi. Na eneo lingine sasa hivi Yanga analizungumzia kwenye namba 6, maana yake ukitaka kuwa na timu bora lazima maeneo mawili mona ufanye vizuri. Maana yake uwe na safu nzuri ya ushambuliaji, ndio wamemleta Peter. Na uwe na safu nzuri ya ulinzi. Safu nzuri ya ulinzi inaanza kwa namba 6. Namba 6 ikiwa mzuri, utamwona Dickson Jobu kwenye ubora. Mona utamwona Ibrahim Baka kwenye ubora, utamwona Bakari Nondo Mwamnyeto kwenye ubora, utamwona Shabalala kwenye ubora. Namba 6 unajua ndo anatuliza. Ndio maana namba 6 anatakiwa yeye aanze kunusa hatari ya kushambuliwa kuliko mchezaji yoyote. Kama hatari inatokea kushoto, ajue inatokea kushoto. Hatari inatokea kulia, ajue inatokea kulia. Hatari inatokea kati, ajue inatokea kati. Huyo na namba 6. Sijui unanielewa mzee wa kazi. Sasa Yanga katika baadhi ya maeneo yao yaliwasumbua msimu ulioisha, ndio sasa hivi wanaleta dawa. Kumshusha mchezaji kama Peter, hata akifeli, wewe unaweza kumnyoshia kidole engineer? Hapana. Unaenda kumnyoshia kidole Peter, wewe dili lako limegharamia bilioni 1.6.
mshahara unachukua takriban milioni 70, na malengo yetu sisi tulikwambia, na wewe ukasema hayo malengo mimi nitafanya kazi na nayaweza. Ushaelewa? Na uliyafanyia kazi, tulikupa muda na ukakubali, manake umeyaweza. Kwa nini hujatupa? Lakini zile sajili ambazo zinakuja hapa kama kina Dumbia ni sajili ambazo tunahitaji kuwapa muda ili tuwaone, kwa sababu wapo wachezaji ambao sisi tulikuwa tujawaona. Maona wakina Libase, Aniseti, sijui unanielewa, lakini wamekuja hapa wamewaka na wanaimbwa. Na hapo kwa Dumbia hapo tayari washaanza kutia maneno hapo. Dumbia anatutosha. Dumbia sio maneno, tumevurugwa kwa sababu mara ya kwanza kabla hajatambulishwa Peter tulikubaliana. Dumbia mkali. Kama Dumbia anatosha mikimbio kwenye position, nguvu, mbona vurugu, ushaelewa, zote anazo. Na kwenye ile mechi alipokosa pale ndo mkaanza kusema na kwenye kujiposition, ingawa alikosa lile goli, lakini kuna baadhi ya vitu tumeona umwamba kuna kitu atatupa. Lakini jana baada ya kutambulishwa Peter, hali imeharibika. Hivyo mara moja huyu Dumbia atatosha kweli? Bwana, sisi tulikubaliana anatosha. Peter kaduvuruga. Kwa sababu gani? Ni mchezaji ambaye mwenye daraja la pekee. Anakupa kwenye mashindano ya kimataifa, anakupa kwenye mashindano ya ndani. Kwa sababu Peter ni mchezaji ambaye anahitaji nafasi tu kwenye eneo lake atimize majukumu. Lakini Yanga kuna wachezaji wamemiliki, wanapata nafasi wanashindwa kutimiza majukumu yao. Sasa hizo ndo sajili ambazo wala huwezi kuonyeshewa kidole kwa wewe ambaye una usajili. Shanaelewa? Lakini tumeona msimu ulioisha. Sasa kipindi ambacho sisi tunawakumbusha kwa mifano iliyokuwa hai. Msimu ulioisha Yanga alikuwa na mtu anaitwa Dumbia. Maona Musa Balakonte, ingawa tulimuona kachemka mwenyewe. Sajili ya Musa Balakonte mimi siwezi kumlaumu injinia, na mlaumu mwenyewe Musa Balakonte, kashindwa kutimiza majukumu yake. Celestine Ekua, maona tumemjua ubora wake baada ya Yanga kumuhitaji. Maona ndo tumejua kumbe ni mchezaji bora wa Ivory Coast. Lakini sajili ambazo zimechemka, Kouma, maona sajili ambazo zimechemka. Sijui unanielewa? Mohamed Damalo, maona ni mchezaji ambaye alianza vizuri sana, lakini baada ya kuwa na muendelezo mzuri ni sajili ambazo zimechemka. Boeli ni sajili ambazo zimechemka, lakini hizo sajili zote injinia ndo kaenda kunyoshewa kidole. Ndio maana utetesi ulikuwa mwingi, kwa sababu ni sajili ambazo zimekuja tuzijui. Lakini sasa hivi Peter hata akifeli, injinia ipo salama. Sasa tukirudi Msimbazi hapa kwenye sajili ya Chilambo pamoja na Kevin Nation, mpaka sasa hivi baada ya kuona kwenye mechi hizo ulizocheza hapa, una doubt yoyote kwao? Kwa Chilambo ni kweli nilikuwa na ukakasi sana kwenye usajili wake, kwa sababu kwa level ya Simba, si ndio, unapozungumzia wachezaji wa ndani, si ndio, lazima tumchukue mchezaji ambaye kwenye kikosi chake anapata nafasi. Sijui unanielewa? Sasa Chilambo Azam alikuwa achezi, na ukija kuangalia Simba dirisha dogo kwenda kumalizia msimu, Simba ni bora kuliko Azam ya dirisha dogo kwenda kumalizia msimu. Maana yake kwenda kuwazungumzia wachezaji wa Azam wale 11, umeona, wanaoanza kwenye kikosi chao, na 11 wanaoanza kwenye kikosi cha Simba, utampata Faisal Salum peke yake pale ndo anaweza kwenda kuanza. Gift Kitambala bora sio striker ambaye mwenye staili yetu. Sijui unanielewa champion, lakini angalia, umeona? Angalia kilichokwenda kufanyika kwenye usajili wa Chilambo. Ndio maana mimi pale nikawa na ukakasi wangu, si ndio? Kwa ukubwa wa Simba, kama tunaenda kumchukua mchezaji TRA, tumchukue mchezaji ambaye anacheza. Kama mchezaji tunaenda kumchukua Costi, tuende kumchukua mchezaji ambaye anacheza, kwa sababu msimu huu, si ndio, tumeongezewa maona kwenye usajili, kwa sababu ligi itakuja kuchezwa back to back, yani michezo itafuatana kutoka wachezaji 28 mpaka wachezaji 40. Lakini kutoka wachezaji 28 mpaka 40, wachezaji wa kigeni wamebaki wale 12. Maana yake wachezaji wa ndani umeruhusiwa kuwa na wachezaji 28. Sasa kuwa na wachezaji wa 28, unapoenda kumchukua mchezaji kama Kevin Nasho, tayari unamwona ni mchezaji ambaye atakuja kukupa kitu akiwa na Pamba, atakupa kitu akiwa na Kagera, si ndio? Maana yake umemuona na alifanya vizuri akiwa na Pamba kwenye hiyo michezo. Sasa unaenda kumchukua Chilambo kwa daraja gani? Maana yake hujamuona. Si ndio? Sawa, namchukua Chilambo. Chilambo anatuofa nini? Kwa sababu mimi kuniuliza Bakari Msimu nakwambia anacho cha kutuofa. Si ndio? Maana yake tumemwona michezo mikubwa mpaka midogo akiwa Coast anacheza. Kevin Nasho anacho cha kutuofa. Maana yake Kevin Nasho kama atashindwa labda kucheza labda tuseme labda na Piramidi. Si ndio? Mbona mechi za ndani anakuofa, kwa sababu mbona ameitwa national team akiwa na Pamba.